Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tumetembelea katika mji wa Mwengere, wilaya ya Kisarawe, Pwani. Hebu twende pamoja tukaangalie namna gani wenzetu wanapojishughulisha na shughuli za utafutaji. Tutajifunza baadhi ya mambo katika maisha yetu ya Kitanzania. Na ndugu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Muhammad Chungu. Ndiyo. Nipo katika mji huu wa Mwengere. Ndiyo. Mimi ni mzaliwa wa mji huu. Ndiyo. Tuna shughuli zetu kama hizi ambazo tumezibuni kwa ajili ya kujiendelezea katika maisha. Ndiyo. Hivi ni vibao vya mbuzi maarufu. Ndiyo. Ni kwa ajili ya kukunia nazi. Ndiyo. Lakini pia unaweza kutumia hichi kama mkoba baada ya kushamaliza kukuna nazi. Ndiyo. Humu unaweza kuweka nyanya, vitunguu, bizari. Ndiyo. Kwa ajili ya kuhifadhi. Ndiyo. Lakini pia unaweza muda mwingine ukafunga namna hii. Basi ukafanya kigoda kwa ajili ya kukaa. Ndiyo. Mama anaweza akakaa jikoni namna hii. Basi akawa anaendeleza huduma za mapishi. Ndiyo. Baada ya kipindi cha nyuma tulikuwa tunatumia teknolojia hii. Ndiyo. Sasa baada ya kuona ili uongeze ujuzi, basi ndio tukabuni mbinu kama hiyo kwa ajili ya huduma nyingine. Ndiyo. Na kipindi cha nyuma kipindi miti ipo mingi. Ndiyo. Tulikuwa tunatumia harakati kama hizi hapa. Sasa Lakini sasa hivi tumeamua kuboresha. Ndiyo. Kwa kutengeneza vifaa aina hii. Sasa hichi ambacho ni cha kisasa hichi kinatumikaje? Maana naona hapo sioni sehemu labda ya kukunia nazi, naona kipo tu. Unafanyaje kama hiki? Hapa maana yake kwanza hapa ndo naandaa hivi sasa. Ndiyo. Sasa ndo naandaa baada ya kutafuta mbao. Ndiyo. Usimuona chikilivyo hapa. Ndiyo. Hichi hapa mkunio wake wa nazi ni huu. Ndiyo, ndiyo. Kwa maana hiyo hichi hapa tunakuja unafungua hapa. Alafu unakuja hii hapa tunafunga hapa hii ambayo mashine yake ya kukunia. Ndiyo. Maana yake baada yake unakuwa kama unavyoona hichi hapa hichi. Mama anafungua. Alafu anaweka tayari. Kwa kukuna. Nadhani kama umenielewa vizuri. Mashaallah. Alhamdulillah. Kwa hiyo harakati zinakuwa kama hivi. Jazakallahu khaira. Na mtu akihitaji chombo kama hiki, naam, anakipataje? Hichi akihitaji, kama ananifahamu moja kwa moja anakuja hapa. Ndiyo. Ofisini kwangu. Ndiyo. Na hapa ndo nyumbani. Sawa, umesema unaitwa? Naitwa Muhammad Chungu. Sawa. Na hapa ni wapi? Hapa ni Mwengere. Ndiyo. Mwengere ni katika mtaa wa Chaduma. Sawa sawa. Naam. Gharama yake labda? Gharama kama hichi hapa unavyokiona. Ndiyo. Ni shilingi 30,000. Lakini kuna design kama hii hapa. Hichi ni shilingi 10,000. 10,000. Asante sana. Labda una la ziada la kuambia Watanzania wenzetu? Watanzania wenzetu ninawaambia kwamba ninawahusia kwamba katika maisha basi tuwe na miundombinu tofauti. Ndiyo. Tusitegemee kwamba kila kitu kiwe na mashine kutoka China. Ndiyo. Hapana. Ndiyo. Na sisi vile vile tuwe na ubunifu wa kutengeneza miundombinu inayoenda na maisha ya kisasa. Sasa kwa maana hiyo tujitahidi, na naomba tufike. Kwa yule ambaye anataka kujifunza anaweza akaja tukajifunza tukashirikiana. Basi tukawa tunaendesha jambo kama kawaida. Sawa. Na hizi ni mashine za mkono? Hizi mashine za mkono. Kwa mfano kuanzia material yake kama mbao. Ndiyo. Huwa tunapasua kwa mikono. Ndiyo. Unaona, baada ya kufuata taratibu zote za kisheria. Sasa tukishazipata mbao, basi taratibu zinazofuata tunatumia vifaa vyetu kama hivi vya kawaida, landa, ndiyo, nyundo ndo kama
hii. Unaona, na misumeno yetu ya kawaida. Sawa. Au tunaenda tunanunua mbao katika hardware. Ndio. Tukishapata mbao basi harakati nyingine zote zinaenda. Na kama ikitokea labda kuna uwezekano mtu akatokea labda akaamua kukuboreshea ofisi yako hii, akaamua kuleta mashine za kisasa ambazo za kielektroniki, unaweza kuzitumia? Kwa mfano kama humu, kama unapata mashine ya Dixo, unakuwa unakata kiwepesi sana kama humu ambapo tunapogandishia hii nani sasa mashine ya kufuni. Kwa hiyo nashukuru kama utapata mashine kama hizo. Ndio. Na imani zile ambazo naweza kuzitumia mimi naweza kuzitumia, na zile ambazo nitakazoshindwa kuzitumia basi wapo wataalamu ambao wanaweza kuzitumia, basi tunashirikiana, jambo likawa. Na umeme upo? Umeme upo. Ila kwa mimi hapa nyumbani kwangu binafsi sipo, ila katika kijiji chetu ndio umeme umeshafika huko nao natumia. Asante sana.